Karibu katika chaneli yako pendwa kabisa kwa mara nyingine kabisa. Je, unataka kujua jinsi watu wanavyopata pesa mtandaoni kwa kutumia simu zao tu? Leo sitokuambia hadithi. Nitakuonyesha live. Kuna app inaitwa Binance. Watu zaidi ya milioni 100 duniani wanatumia kufanya biashara ya pesa za kidijitali. Unaweza kuweka hata 10,000 kama kianzio. Unaweza kupokea pesa kutoka apps nyingine, mfano apps zinazofanya vitu fulani na kulipwa mtandaoni, mfano kucheza magemu, mfano kupokea pesa kutoka nchi fulani. Unaweza kutumia Bitcoin na unaweza kutoa pesa yoyote ikiwa katika Bitcoin, ukiwa umepata kutoka katika Bitcoin, labda kwa kucheza game ama kwa kutrade, ukaileta katika akaunti zako za simu ama katika simu yako ama akaunti yoyote ile. Leo nitakuonyesha kila kitu mbele ya macho yako. Kaa kwa kutulia. Binance ni soko la kimataifa la crypto. Hapa ndipo watu hununua na kuuza Bitcoin, USDT na crypto nyingine. Unaweza kufanya vitu vikubwa vitatu. Moja, unaweza kufanya nini kwenye Binance? Moja, trading, kununua bei ya chini na kuuza bei juu. Nadhani hapo umejiuliza sana, kununua bei ya chini na kuuza bei juu ndo nini? Nitakufundisha hapo mbele. Lakini mbili, ama kualika marafiki. Unapoalika marafiki ama unapoalika watu, utapata commission, yani manake utapata bonus fulani kila wanapofanya kazi katika Bitcoin ama Binance. Tatu, kubadilisha crypto kuwa pesa halisi kama M-Pesa. Lakini kumbuka, hii sio benki, hii ni biashara. Ukiwa makini unapata faida, usipokuwa makini unaweza ukapata hasara. Sasa tuache maneno mengi, nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kufungua akaunti ya Binance na kuanza kupata pesa kupitia simu yako ya mkononi tu. Hebu njoo kwenye mada, hebu njoo kwenye mafunzo sasa, kwenye tutorial ambayo nimekuandalia hivi sasa ili twende tukajifunze. Kumbuka tu kwamba mimi naitwa Sauti ya Sifa, natokea Tabora mjini. Angalia kule juu ni minara ya simu ambayo imesheheni hapa Tabora mjini. So twende kwenye mafunzo moja kwa moja, tukaingia hapo kwenye mitambo ili tuweze kujifunza vizuri zaidi. Leo tutakwenda na mafunzo ya vitendo, lakini pia mafunzo ya kusikiliza ama mafunzo ambayo yatakwenda kukufafanulia vizuri. Binance is the world's leading cryptocurrency exchange, but we aspire to much more. Our vision is of a world where your money is free. Karibu tena katika kio changu cha simu kwa mara nyingine. Kama tulivyotoka kusema hapo awali, tunakwenda sasa kuanza kufungua akaunti ya Binance. Kwanza kabisa itakubidi uende katika application ya Play Store. Hapa kwenye Play Store, ukishaandika Play Store ama ukishabonyeza Play Store na ukaingia ndani yake, utakwenda kuandika neno Binance. Sasa kuna search hapa Play Store, andika Binance. Kama hivi nilivyoandika mimi, alafu uta search. Zeni ukisha search application ya kwanza kabisa ambayo ipo kama hii, utakwenda kuinstalling hii application ambayo unaiona ya kwanza kabisa. Zeni utainstalling hii hapa. Hii application ipo kama hivi. Hii ndio original. Ama kama utakuwa huna uhakika, tusije tukalizi pesa zako, kuna link nimekuwekea hapo kwenye maelezo. Ukibonyeza hiyo itakupeleka kwenye page
ama kwenye ukurasa wa Binance moja kwa moja ambao utakuwa ni wa uhakika. Kwa hiyo utainstalling nishaja kabisa, utaifungua. Kwa kuwa mimi nimesha installing ama nimesha download, ndio maana nimeandikia open, nitabonyeza open moja kwa moja. Kwa mara ya kwanza Binance ndo hii inafunguka kama hivi. Yes, na hii ni moja kati ya application ambao unaweza ukapata pesa nyingi sana kupitia mitandao ama kupitia mtandao ama kupitia simu yako ambao unaitumia. Sasa ikishafunguka ama wakati inafunguka itakuleta paka katika peji kama hii ambayo umeandika tell us about yourself. Sasa wewe utasoma maelekezo ya chini. Chini kuna maneno mawili ama kuna machaguo mawili, ambapo chaguo la kwanza ni I am new to crypto, lakini pia sehemu nyingine ya chini wameandika I am familiar with crypto. Wewe utakwenda kubonyeza katika I am new to crypto. Maana yake ni kwamba nafungua hii product ama naanza crypto kwa sababu yangu, sio kwa sababu ya familia. Maana yake usema hapa I am family, maana yake ni familia yangu, sawa? Ama mimi na familia yangu. Lakini utabonyeza hapa kwenye I am new to crypto. Tap. Ukishabonyeza hapo, peji ya kwanza ama peji ambayo itakwenda kufunguka ni hii ambayo inafuata hapa. Sasa peji ambayo imefuata ni peji ambayo inasema welcome to Binance, sawa, lakini nimependa kuita Binance, so utanivumilia hapo, ndo lugha ambayo naipenda. Sasa hapa baada ya kuandikiwa welcome to Binance ama Binance, utakwenda kuweza kufungua akaunti yako mpya ya Binance, kwa sababu ndio itakuwa mara yako ya kwanza. Lakini kama itakuwa ulishawahi kuingia, utaweka email phone ama phone number yako hapo juu, then utatumiwa kodi kutokana na nchi yako. Ndio maana amesema with auto country code, kutokana na nchi yako then utaingia moja kwa moja. Lakini kwa sisi ambao ndio kwanza tunafungua Binance, tutakwenda kutumia akaunti yetu ya Google ama tutakwenda kutumia email. Kwa hiyo utabonyeza hapa kwenye sehemu ambayo imeandika continue with Google. Baada ya kubonyeza continue with Google, utaletewa email zako zote ambazo unazo humo ndani ya simu ama ya device ambayo unayo. Kumbuka email ni kitu ambacho hakitakiwi kupotea. Email ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe kina kumbukumbu nzuri, ama uwe na email ambayo hata ukipoteza simu yako itarudi, kwa maana kwamba email inatunza vitu vingi sana, inatunza picha, muziki, inatunza video, inatunza namba zako. Kwa hiyo ukipoteza simu kaweka email yako kwa usahihi, basi itarudi kwa usahihi. Kuna video ambayo nilitoa mafunzo ya jinsi ya kufungua email kwa usahihi na pia kuikariri, ili siku hata ukipoteza simu ama ukifanya hivi uwe nayo kichwani. Pia link itakuwekea hapo kwenye maelezo hapo chini. Sasa hapa ni kitendo tu cha kuchagua email yako na kisha itakuja moja kwa moja kama hivi. Pia naficha kwa sababu ya usalama wa email zangu, lakini email hapa nimeachia open kabisa, ndio nakwenda kufungulia Binance kwa mfano tu kwa maelekezo. Then nitabonyeza neno ambalo limeandikwa I agree, sawa, kwamba nimekubaliana na kila kitu. Halafu itakwenda kusearch kama hivi. Mtandao ukiwa wa kasi sana itakuwa haisearch muda mrefu kama inavyo search kwangu. Kwa hiyo mimi hapa ngoja nisubirie ijae. Yes, sasa baada ya kuwa nimebonyeza I agree pale, unasema umekuja umeandika have a Binance account already, kwamba anauliza swali hivi kwamba tayari ulikuwa na account ama ndio unahitaji kufungua account. Chini kuna machaguo mawili, kuna sehemu imeandika create new Binance account, lakini chini yake kuna sehemu imeandika link an existing Binance account, kwamba amesema kama ulikuwa na account nyingine, Binance hairuhusu kufungua account mbili kwa wakati mmoja. Ni account moja tu ndio ambayo utaifungua katika application ama programu ya kupata pesa mtandaoni, hasa katika Binance. Kwa hiyo wewe kama ulikuwa na link utaweka, lakini najua wewe ambaye unafungua video sasa hivi mara nyingi watu wengi mtakuwa hamna. Kwa hiyo utabonyeza hapo kwenye sehemu iliyoandika create new Binance account. Baada ya kubonyeza hapo, utabonyeza tu hapa continue. Then baada ya continue, kitu kitakwenda kusearch kama hivyo ambavyo unapata kuona hapo. Hivyo ina search chap ina search. So hakikisha una mtandao mzuri ili kuweza kufanya vitu haraka. Yes, hapa kuna ukurasa ambao umeandikwa welcome aboard.
hapa bwana, utakwenda kubonyeza sehemu ambayo imeandika yes. Hapa kuna yes. Baada ya kubonyeza yes, hapa ni kama vile kumwalika mtu ama kumpa mtu thibitisho kutoka kwa mtu ambaye tayari amesha verifyiwa. Yes, kama nilivyokuwa verified mimi kwamba account yangu tayari ni verified kama unavyopata kuona hapo. Hii ni account ya Binance iko verified. Na atakwenda kueleza ni jinsi gani ilikuwa verified mpaka kuwa verified kama hivi, yani ni jinsi gani nilifanya mpaka ikawa verified. Hapo umeshanisoma. Sasa hapa kuna kodi ambazo utakwenda kuziweka hapo kwenye sehemu ambayo imeandika more. Okay. Sasa kwa wewe ambaye utakuwa labda umeingia Play Store, umetafuta Binance na umeikosa, unaweza kuja kwenye neno moja chini ya hii video hii ambayo unanionea hapo. Kwenye sehemu wameandika more chini ya video hapo. Kwenye like kwanza utabonyeza like. Afu zeni baada ya kubonyeza like utaenda kwenye sehemu ambayo wameandika more. Utabonyeza hiyo neno more. Baada ya kubonyeza neno more kuna maelekezo kama haya yanakuja. Karibu kwenye Digital Support Sauti ya Sifa. Katika video hii nitakuonyesha hatua kwa hatua. Wewe utakwenda kubonyeza neno more. Baada ya kubonyeza neno more, hapa chini sasa nimekuwekea link ambayo utakwenda kujiunga na, wanasema utakwenda kujiunga na Binance moja kwa moja kupitia linki hii hapa ambayo unaiona hapa. Hii hapa, jiunge moja kwa moja kupitia linki hii hapa chini. Utaibofya tu hii linki, then baada ya kuibofya kama hivi wanakuambia kwamba open ama copy ama share ama select. Ukibonyeza hapo kwa kugandisha hiyo linki hivi, ukibonyeza tu hiyo linki kwa kugandisha hiyo, tap hii hapa chini ambayo nimebonyeza. Wewe ukiopen hapo utaenda kufungua moja kwa moja Binance yako kwenye Chrome. Lakini pia kwa wewe ambaye utakuwa tayari umeshafungua ama umesha download app na imekubali vizuri kabisa, utakwenda kutumia kodi hizi hapa. Wakati wa usajili andika kodi hii kwenye sehemu ya Leaflet ID pale nilipokuambia ama nilipokuonesha pale kwenye S kwa chini. Andika hii kodi. Utaifanyaje sasa ili kuiandika ama utaikopije? Utagandisha tap. Ukishagandisha tu utabonyeza neno copy, afu kule pia utaenda kugandisha kwenye hiyo leaflet. Kama kabla hujaenda kufungua account hakikisha kwanza umekopi hicho kitu. Copy hapo, afu ndio nenda kufungua account kule. Copy kwanza afu nenda kufungua account. Utakopi tap. Ukisha copy kule maana yake utafika tu utapaste hii kodi. Utakopi na kupaste. Nimekuwekea hapo chini ya video kama mimi ninavyokagua hapa. Ipo hapo. Fanya kama nilivyofanya mimi utaiona. Lakini pia kuna hii hapa, angalia hapa jinsi ya kufungua email hatua kwa hatua. Kama bado hujafungua email utabofya hapa jinsi ya kufungua email. Tap. Ukishabofya tu hapo utaenda kwenye jinsi ya kufungua email moja kwa moja kama mimi nilivyoenda. Lakini pia hii hapa jinsi ya kufungua email hii. Lakini pia hakikisha unasoma maelekezo vizuri. Pia ukifika hapa kwenye jinsi ya kufungua email una like, lakini kama una Gmail ama email tayari basi sawa. Tuendelee na hatua inayofuata. Takwenda kuweka hapo kwenye sehemu ambayo ameandika more ama kwa Kiswahili maelezo, kodi. Wewe unachofanya kule utakwenda kukopi, alafu hapa utakuja kubonyeza kwa kugandisha kama hivi, zeni paste. Baada ya kupaste sasa uta next tap. Umeona? Ukisha next itakuwa imeandikwa linked kama hivyo ulivyopata kuona hapo. Kwa hiyo utakuwa moja kwa moja sasa unakwenda kuingia katika application yako, ama utakuwa moja kwa moja sasa unachaguliwa sasa kuanza kujaza form kama hivi, ama kuanza kujaza wanasema kuanza kujaza ama kuverify account yako. Tayari utakuwa tayari umesha create account, ila sasa tutaanza kuverify account ikubaliwe, ithibitishwe, kwa sababu jambo la kupata pesa mtandaoni sio jambo la mchezo wala sio lele mama. Twende tukaverify ama njoo tuanze kuverify account yetu. Kwa jinsi hapa juu zilivyokaa ni vizuri kama kweli utakuwa upo nchi husika. Mfano kama mimi nipo Tanzania, kwa hapa juu kwenye residence hapa ipo Tanzania sawa. Hapa kwenye document using country region ipo Tanzania sawa. Kwa chini sasa hapa kuna vitu ambavyo unatakiwa kwenda kuvijaza ama vinatakiwa vijazwe. Kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa kijazwe hapa ni ID.
ID ambayo unaitumia wewe. Sasa kitu kizuri cha wewe kuweka ni hapa kwenye vote card. Utabonyeza hapa kwenye vote card, then ukishabonyeza kwenye vote card utabonyeza neno continue. Hii chini passport unaweza kuweka leseni ya udereva ama kitambulisho chako cha kusafiria, ndio maana hiyo passport. Lakini hapa kwenye vote card hapa kwenye vote card unaweza kuweka wanasema leseni yako ya udereva ama leseni fulani hivi ambayo inatambulisha labda nchi, lakini pia ukaweka namba yako ya NIDA na kadi ukaweka kadi yako ya NIDA ama kitambulisho cha taifa, lakini pia ukaweka kadi ya mpiga kura hapa. Lakini hapa kwenye passport unaweza kuweka passport yako ya kusafiria kama utakuwa navyo hivyo vitu hauna hapo, yani vipo mbali labda ama hauna. Kwa sisi tutabonyeza hapa kwenye vote card. Hapa kwenye vote card tutabonyeza continue. Hapa kwenye continue kuna sehemu ambayo imeandika take pictures, lakini pia kuna sehemu ambayo imeandika upload photos. Hapa kwenye upload photos manake utakwenda kuchukua picha ambayo tayari ipo kwenye simu yako hapo kwenye simu. Lakini hapa kwenye take pictures utakwenda kupiga picha kitambulisho chako. Kitambulisho kinaweza kuwa cha mpiga kura ama cha taifa, yani kitambulisho cha NIDA, ile kadi ya NIDA ambayo ni kadi sio namba. Lakini hapa unaweza kuweka vitambulisho vya aina mbili hivyo. Mfano unaweza kuweka kadi ya mpiga kura ama kitambulisho cha NIDA. Hasa ambao ni strong zaidi ni kitambulisho cha NIDA. Lakini mimi nitakwenda kuweka cha mpiga kura kwa sababu kitambulisho cha NIDA na namba tu NIDA bado kadi yake haijatoka. Kwa hiyo nitakwenda kubonyeza hapa kwenye upload. Haka kadude kanataka kaka kibox kale kamekaa hapa kwenye upload kwa sababu picha tayari kama kadi yangu nishapiga picha. Alafu zeni sasa utakutana na vitu viwili. Kuna upload your ID document, alafu kuna front side, kuna upload your ID document. Alafu chini kuna sehemu imeandika front side of ID card. Hapo maana yake ni mbele. Chini yake tena kuna sehemu imeandika back side of ID card. Maana yake ni nyuma ya kitambulisho. Kwa hiyo tutaanza na hii ya mbele. Tutatafuta kitambulisho hapa ambapo tutakuwa tumepiga picha kwa mbele. Ngoja nikuoneshe hichi hapa. Kwa hiyo chini kitambulisho ambacho tayari nimepiga kwa mbele. Kwa hiyo nimeshaki upload hapo kitambulisho kile ambacho nimepiga kwa mbele. Halafu na hapa kwenye back side of ID card nitakwenda kuweka kitambulisho changu kwa nyuma. Kwa nyuma wapi? Kwa nyuma hapa. Yes, kama hivyo nitakwenda kuweka hivyo. Then baada ya hapo itakwenda kusearch, lakini kama utakuwa na mtandao mzuri itasearch haraka sana kama utakuwa na mtandao mzuri. Lakini yes, baada ya kuwa vitambulisho vyako vimekaa kama hivi hapa unavyopata kuona, kuna sehemu nazificha kwa sababu sio kila sehemu nitaachia wazi, itakuwa sio vizuri. Kwa hiyo nitabonyeza continue. Baada ya hapo zeni pia ita search kidogo, halafu zeni itatuletea page ambayo inafuata ama ukurasa ambao unafuata. Okay, kitu ambacho kinafuata hapa imeandika liveness check. Kwa maana nakwenda kucheki live kama itakuwa labda kweli wewe ni mtu ambao unaonekana kwenye kadi. Kwa hiyo utabonyeza tu hapa continue, zeni watakwenda kufanya hiyo process, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo vinajili hasa kwenye masuala haya ya pesa. So ukiona mtandaoni kuna application ambayo naambia kwamba fanya hivi chap, fungua tu hivi, unaona tu umeingia moja kwa moja umeanza kupata pesa. So ujue hiyo sio kweli. Yaani hakuna kitu cha ukweli cha hivyo. Sasa hapa kama nilivyokuambia kwamba anakwenda kucheck live sura yangu, utabonyeza hapa sehemu ambayo imeandika will using the app juu kabisa hapa. Baada ya kubonyeza hivyo ataniletea process ambayo inakwenda kufuata hii hapa. Hapa watakwenda kukagua sura yangu kiukweli kabisa. Yes, utaskaniwa tu kama hivyo, watalinganisha sura ambayo iko hapo, ambayo umeiweka hapo ama ambayo inaonekana mbele. Hakikisha wakati tunafanya process hii iwe ni mchana kidogo ama kuwe kuna mwanga, hata kama ni usiku kuwe kuna taa. Kwa hiyo sasa watalinganisha kati ya sura yako pamoja na ile ya kwenye kitambulisho chako. Baada ya hapo sasa kitu ambacho kinafuata ni kama hichi ambacho nakiona hapa kwamba amethibitisha ile
yani hizi taarifa zote ambazo unaziona hapa wamezitoa kwenye kitambulisho changu, kwamba nakaa wapi, mtaa wapi, namba gani. Lakini kama watakuwa wamekosea city, mfano mimi nipo Tabora wameandika Dar es Salaam, mimi nitaandika Tabora, umeona kama hivyo. Zeni baada ya hapo itakuwa tayari umemaliza katika hatua hiyo, utakwenda kubonyeza continue. Baada ya kubonyeza continue, mimi natumaini paka hapo sasa utakuwa tayari uko katika successful, kwamba utakuwa tayari umethibitishwa katika Binance. Isipokuwa sasa watakwenda kukuuliza, je, wewe ni nani ama unafanya kazi gani? Sawa? Okay, sasa hii employed manake umeajiriwa, kuna kazi chini ya mwajiri, yani manake kama umeajiriwa ndio employed. Lakini kuna employed senior management positions, umeajiriwa katika nafasi ya uongozi wa juu. Kwa hiyo unaweza kuchagua kitu chochote. Lakini kuna self employed finance, unajiajiri, unafanya kazi binafsi. Ndio maana na mimi nitachagua hii ya kujiajiri ama kazi yangu. Lakini pia kuna student manake mwanafunzi. Lakini pia kuna literate manake mstaafu. Lakini pia kuna rentee, unaishi kwa mapato ya uwekezaji, mfano kodi ya nyumba ama hisa na kazi zingine. Lakini pia kuna sehemu inaandika unemployed, hauna kazi. Kwa hiyo utachagua kitu ambacho kinakufaa. Mfano mimi sasa si ni biashara ama mimi ni mfanyabiashara, hapa kwenye haya maneno ya tatu. Baada ya hapo nita continue. Zeni baada ya kucontinue sasa wanakwambia please indicate your work in style. Yes, wanakwambia hivi, je, unafanya biashara gani? Sasa wewe utabonyeza hapa kwenye kadoti hapa tap. Baada ya hapo sasa utaletewa biashara nyingi sana, utachagua mwenyewe. Je, wewe ni fashion, textile, mara finance services, sijui food hospital, mara yani mtu wa chakula na hospitali, mara nini, yani vitu vingi sana, weapons, mortician, sport, yani hivi ni vitu ambavyo yani kazi ambayo utakuwa unaifanya wewe. Lakini sasa mimi nitakwenda kuchagua telecom na media. Unajua kwa sababu gani nimechagua telecom na media? Kwa sababu mimi ni mtu wa mitandao, kwamba nafanya kazi mtandaoni. Kwa hiyo nikibonyeza hapa telecom media, kategori yangu kule itakuwa ikionekana vizuri kabisa kwamba huyu ni content creator ama ni mtu wa mitandao. Lakini kama pia wewe ni mtu labda wa energy, oil au gesi, yani kwamba unauza mafuta, unafanyaje, unaweza kubonyeza. Labda wewe ni mtu wa casino na magame, unaweza kubonyeza. Labda car, dropship, unaweza kubonyeza. Yani kuna kategori nyingi. Kama ukiona kategori yako haipo, unaweza kubonyeza all other industries and services. Sawa? Kwamba vitu vyote vitakuwepo ndani hapo. Kwa hiyo mimi nitakwenda kubonyeza telecom media. Baada ya kubonyeza telecom media ata continue. Baada ya kucontinue nakwambia kwamba tutathibitisha akaunti yako ndani ya dakika 15. Sasa katika kuverify ama kusubiria akaunti yako ichunguzwe, huwa kuna mambo mawili. Inaweza ikatokea labda kitu kama hichi kwamba verification failed. Sawa? Hapa manake kwamba akaunti ama vitu ambavyo uliviweka hapo si sawa, ulidanganya hasa kwenye kitambulisho chako. Kwa hiyo kwa makini. Lakini kwa wewe ambaye tayari itakuwa imecomplete kama hivi. Sasa wewe ili uangaliwe, je, nimekubaliwa ama nimekataliwa, kama hautaona majibu yamefika kwa wakati ama peji kama hiyo haijatokea, utakwenda kubonyeza sehemu moja ambayo imeandika Gmail. Then ukishabonyeza Gmail utakwenda kubonyeza mistari mitatu juu huku, afu utabonyeza all inboxes. Baada ya kubonyeza hivyo, mimi nilishafungua Binance mapema sana, ndio maana nimekaja kukuelekeza wewe. Chini kabisa huko nilifungua tarehe 24 na leo ni tarehe 20 ngapi? Tarehe 26. Kwa hiyo hapa tunaona kuna message moja inasema hivi, verification is successful. Ukiingia hapa umeona wanakuambia verification successful, maana yake account yako itakuwa imekubaliwa. Ndio maana wameandika congratulations, you are passed a review and are now verified customer, kwamba mtu wao kakupongeza ama customer wako kakupongeza na account yako imesha verifyiwa vizuri kabisa. Unaweza uka get started. Ukiona tu hivi ujue umeshakubaliwa kuingia kwenye
Binance ama Binance yako sasa inaanza kufanya kazi, lakini pia atakutumia SMS nyingine kuambia welcome to Binance kama hivi, verify now, kwamba verify tayari sasa. Kwa hiyo sasa utarudi kwenye application yako baada ya kuwa tayari umepewa SMS kama hiyo, ili kuendelea sasa na mchakato wa kuanza kupata pesa mtandaoni. Kabla tujaenda kupata pesa ama kabla tujaingia kwenye mchakato wa kuanza sasa kupata pesa, kuna application ambayo inaendelea kutrendi sana hasa kwenye movie za kibongo ambayo inaitwa Jamson. Hii Jamson sio kwamba nimekuja kuitangaza. Hiyo Jamson sasa jinsi mapato yake yanavyopatikana inataka kufanana ama inafanana na Binance. Na kwa nini sasa wewe nimekutetea Binance baadaye nikuletee Jamson? Binance ni zoefu katika haya masuala na mpaka sasa hivi na watu zaidi ya milioni 100. Kwa hiyo inaonekana ni nzuri zaidi. Lakini hiyo Jamson haina watu, ndio maana inatangazwa kwenye movie za kibongo, na tukizingatia kwenye movie za kibongo zinaishia viewers hadi milioni 3 ama 2 tu, ama ikiwa mpya ni viewers milioni 1 tu. Hebu msikie Manyanya anavyosema kuhusu Jamson, halafu utakuwa umeshapata kitu fulani, tutaendelea. Umewezaje kupata pesa zote hizi kwa wakati mfupi? Wife, yule Manyanya wa zamani sio Manyanya wa Jamison. Na hapa mikononi mwangu sasa nina software maalum ya Forex kutoka kwa Jamison. Nimechagua pair ya euro kwa USD, na kwa mujibu wa uchambuzi wake sasa inaonyesha kuwa bei inapanda. Kwa hiyo sasa nitabonyeza kitufe cha app kuanza kuwekeza shilingi 52,000. Boom! Trade ya kwanza tayari faida ya shilingi 100,000. Twende tena, na mkakati wetu ni ule ule, euro na USD. Lakini bado hapa inaonyesha kupanda. Lakini sasa safari hii nataka niongeze, niweke 164,000. Bwana we. Tayari ushindi mwingine tena, shilingi 363 ndani ya dakika chache mno, na kwa usahihi wa hali ya juu. Ndani ya dakika chache tu, jumla ya shilingi 396,990 tayari zimeshatolewa. Kama wewe una hamu ya kujua jinsi hii inavyofanya kazi. Okay. Sasa huyo ni Manyanya akiwa anamuelezea Jamson ama website yao hiyo ya Jamson. Sasa sisi tunaingia katika Binance, website baba kubwa kabisa, nayo inafanya trades, lakini pia ina gaming humu ndani, kwa utapata pesa pia kupitia gaming kupitia Binance. So cha kwanza kabisa nipende kuambia kwamba Binance ina application mbili ama ina mambo mawili ndani ya app moja. Na maanisha nini? Kwamba Binance tayari hapa nipo katika Binance kubwa. Mfano kama kuwaga kuna TikTok afu kuna TikTok Lite. Pia mko Binance kuna TikTok Lite, kuna Binance Lite pia, lakini pia wanasema kuna Binance kubwa ambao ndo hii hapa. So Binance hapa, baada ya kuwa wewe tayari account yako ipo successful, na ukitaka kujionea kwamba account yako ipo tayari successful, utabonyeza hapa kwenye hizi mistari juu hapa, hizi mistari mitatu. Ukishabonyeza hapo, nadhani unaona kabisa kwamba kuna ID yangu hapo ya utambulisho. Sidhani kama kukuonesha ID yangu itakuwa ni kesi sana, na ile ID ndio hii hapo. Lakini pia chini hapo kuna sauti ya sifa verified. Pia wanakuonesha na uko hatua gani. Mimi niko hatua ya mwanzo kabisa, regular. Regular maana yake ni ule mtu ambaye yupo wanasema katikati, ama mtu anayefuata kutoka mtu ambaye, yes, regular ni mtu ambaye wa mara ya kwanza bila kukosea. Regular ni mtu wa mara ya kwanza. Kwa hiyo sasa hapa nimeingia hapa katika mistari mitatu ile, nimeonyeshwa kwamba niko regular. Mimi nitakwenda sasa kuingia sehemu moja ambayo imeandika Binance Lite hapa chini, Binance Lite. Binance Lite. Baada ya kuingia Binance Lite, nimeingia kwa sababu gani? Kwa sababu hii Binance Lite yenyewe inakuwa ni nyepesi sana kuliko ile Binance kubwa, hasa kwa sisi regular, ama hata wewe ambaye unaanza. Maana yake regular ni ule mtu ambaye anaanza. Kwa hiyo sasa kwa sisi regular, Binance Lite inakuwa ni vizuri zaidi kuitumia. Sasa kitu cha kwanza kabisa kuanza kutumia Binance, cha kwanza bwana, itahitajika uweke kiasi ama uwe tayari una kiasi katika Binance yako. Mfano kama hapa ananiambia hivi total value kwamba na takriban 0.0, itabidi uanze kuweka pesa kama wanavyofanya Jamson. Unaweka pesa alafu unaanza kubashiri pesa
kwa sasa dola, hasa bashiri dola, kama unataka kubashiri euro, kama unataka kubashiri euro kama leo kana bashiri manyanya hapo, ama dollars ama pesa gani, sawa. Utakuwa ukibashiri unapofanya trade, ukibonyeza hapa kwenye neno trade, hapa kuna trade, umeona hawakupi option ya kuanza kucheza trade, wanakupa option kwanza ya kununua pesa ndio uanze kucheza trade. Inamaanisha hapa kuna sehemu ambayo imeandika deposit, utakwenda kuchukua pesa zako ulizozitoa ama utaweka, yani utakwenda kuchukua pesa zako. Lakini hapa kwenye buy utakwenda kununua CRIP2, ambapo ukishanunua CRIP2 ndio hasa unaweza kuanza kucheza ama kuanzisha trade yako. So hapa nitakushauri uchague Bitcoin, mara nyingi ndo aga nzuri. Hii Bitcoin, ili uinunue hii Bitcoin na uanze kufanya trade, itatakiwa uwe na takriban kiasi cha shilingi kuanzia 6,900. Kwa hiyo mimi nitaweka hapa 6,900, itakubali. Kuweka kiasi kingine haitakubali. Hichi ni kiasi cha chini kabisa kuanza kufanya trade. Lakini pia wakati unataka kununua, ili uanze sasa kufanya trade na upate pesa, lazima utumie account ya benki ama utumie mitandao ya kawaida. Unaweza kuconfirm tu hapa, ukisha confirm utakwenda kutumia mitandao ya kawaida. Wanakuambia kwamba ile Bitcoin ama pesa ambayo tuliweka pale ni sawa sawa na, wanasema kiasi cha shilingi 30,000, ama anza na kiasi cha shilingi 30,000 ili kupata, wanasema hiyo Bitcoin ya shilingi 6,900. Kwa hiyo sisi tuta US hapa kwenye 30,000, na hicho ndio kiasi cha chini kabisa. 30,000 anza kuwekeza hapa katika hii application. Ukishawekeza hapo utabonyeza confirm. Baada ya kubonyeza confirm, nadhani mitandao ya simu itakuwa imeshajiweka yenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo utaletea uchague mtandao gani wa simu ambao unaweza ukalipia ama ukaweka oda yako ya kupata, wanasema ya kupata Bitcoin ili uanze kufanya trading. Hapa kuna Tigo Pesa, kuna Halo Pesa na Airtel Money. Kwa hiyo utabonyeza tu hivi, kama ni Airtel Money utaibonyeza fulani, utakliki Bill to Pay. Baada ya kliki Bill to Pay utawekewa namba ya malipo. Ukishaweka namba ya malipo hapo, moja kwa moja utakuwa umenunua, wanasema umenunua sasa hizo Bitcoin na utaenda kufanya trade. Trade utakuwa unafanyaje kazi? Ni kuelezea hapa kwa sababu MB zangu nadhani umeona zimeisha hapo. Bado niko chini, sijajipata sana. Kwa hiyo MB zimeisha hapo. Sasa nikuelezee tu kwa ufupi kabisa. Hizi trade bwana, ukibonyeza hapa kwenye sehemu ya trade, ukiwa umeweka tayari ama tayari umeshanunua Bitcoin, mfano hapa nikwambia chagua Bitcoin, utakuwa unaweza kuuza pesa yako wakati ambayo hiyo pesa imepanda. Mfano tuseme hapa kwenye tutorial value est hapa, labda tuseme mfano tuseme una $2, alafu wakati huo hizo $2 unazo wewe, ulizinunua, mfano kama hapa tumeona labda tuseme $2 ulizinunua shilingi 2,000 kwa sababu 2,400, alafu muda ambao unakuja kufanya trade zile dola labda ziko 2,000 zinauzwa, yani zimepanda thamani. Waga dola ina tabia kupanda thamani kila sekunde, kila dakika, yani yenyewe inapandaga thamani na shuka. Sasa ikawa imepanda thamani mpaka kufikia dola moja sasa na shilingi 2,800. Umeona kiasi ambacho utapata wewe hapo kwa wale wazoefu. Lakini kwa wale watu ambao mnapenda kutumia Jamson na vitu vingine kadha wa kadha ambavyo Pocket Broker hii waga mnafanya trade sana, hebu tumia Bitcoin, utaona faida yake kwa sababu iko kimataifa na watu wengi sana wanaitumia. Ndio maana yenyewe haina haja hata kujitangaza, ilishajitangaza zamani sana. Mpaka sasa hivi na watu takriban milioni 100 ama milioni 100 kupanda juu, yani milioni 100 na kadhalika. Kwa hiyo tumia hii. Lakini pia kutoa pesa, unatoa pesa kupitia mitandao hiyo ya kijamii, ama unaweza kutoa pesa kupitia account ya benki, ama unaweza kutoa pesa kupitia account yako ya simu ama mitandao yako ya simu. Lakini pia unaweza kupokelea vitu mbalimbali. Yani hii maana yake utafungua account yako, utaiverify, alafu kuna sehemu ambayo unacheza game unaambiwa weka account ya Bitcoin. Unaweka Bitcoin, ndio hii hapa. Lakini pia kwa maswali mengine mengi, wewe ambaye utaweka pesa na utaenda kufanya trades, ama kama unahitaji video nyingine sehemu ambayo hujaelewa vizuri,
dondosha comment hapo chini. Mimi sina la ziada kwa sababu bando yangu ndio imenishia hapa, na video hii ilitakiwa ipande tangu majuzi, lakini hadi sasa sijaipandisha. Kwa hiyo naona bora niipandishe. Kama una maswali mengine hakikisha unaachia hapo kwenye comment. Lakini hivi ndivyo unaweza kufungua akaunti ya Bitcoins na ukaanza kupata pesa kwa kufanya trade, kwa kuuza pesa yako kwa thamani, kama nilivyotoka kuelezea hapo awali. Kama umeelewa jinsi Binance inavyofanya kazi, linki ipo chini hapo kwenye video nimekuwekea. Hiyo ndo linki ambayo itakupeleka moja kwa moja katika application hii ama katika system hii. Lakini pia unaweza kwenda pale Play Store kaandika Binance kama nilivyotangulia kukueleza hapo awali. Lakini pia hakikisha unajaza linki ambayo nimekupa uiweke katika mwaliko ili uweze kupata zawadi na mimi pia niweze kupata zawadi, wote tupate zawadi na kutumia trading za watu wengine ambao nawatumia mimi, na utapata mgao kidogo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tutazidi kusonga mbele. Lakini pia nikukumbushe tu, jisajili, anza kidogo kidogo, usikimbilie kuweka pesa nyingi sana katika kufanya trading ama kufanya mambo mengi kuhusiana na masuala ya kwamba unanunua dollars afu zeni ikipanda unaiuza. Nenda unaweka pesa kidogo kidogo sana, angalau usije ukapoteza, maana yake hii ni biashara tu kama biashara nyingine ya mtandaoni. Kama una swali andika comment hapo chini ama andika kwenye comment hapo chini, lakini pia hakikisha una subscribe kwa mafunzo zaidi ya kupata pesa mtandaoni na mambo mengine mengi. Kumbuka mimi naitwa Sauti ya Sifa, tukutane kwenye video zingine. Hakikisha ukosi ku comment hapo chini, lakini pia like, lakini pia hakikisha una share na kwa mwenzako. Bye.